Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwezesha tukafika katika siku hii ya leo. Ujumbe wangu wa leo kwenu, usiache mambo matatu katika maisha yako. Usiache mambo matatu katika maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu miongoni mwa mambo yatakayokukurubisha na kukusogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa hayo yatakayokusogeza kwa Allah ni hayo mambo matatu. Narudia tena kusema, mambo matatu usiyaache katika maisha yako. Thalathatu umur la tada'aha fi hayatika kulliha. Thalathatu umur la tada'aha. Thalathatu umur la tada'aha fi hayatika kulliha. Mambo matatu usiache katika maisha yako yote. Moja katika hayo mambo matatu, arifqu bid-dha'if. Arifqu bid-dha'ifi, kuwafanyia wema na kuwatendea wema na kuwafanyia ukarimu wanyonge. Haya mambo haya usiyaache katika maisha yako. Katika jumla ya mambo yatakayokusogeza na kukukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika jumla ya hayo ni haya ninayokuambia ndugu yangu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika maisha yake, ikiwa siku kama ya leo, siku ya Idi, akifanya mizunguko yake, mara wakuta watoto wanacheza, watoto wana furaha. Lakini alipogeuka upande wa pili, akamuona mtoto mmoja, yeye hana raha, hana furaha. Mtume sallallahu alayhi wasallama alimwendea yule kijana na kumuuliza kwa nini yeye hana furaha. Wale wana furaha, wanacheza, lakini mbona huyu amenyongea, kuna nini? Mtume akamfuata yule ambaye ni mnyonge, akenda muuliza sababu kuu ni nini. Yule kijana akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, mimi baba yangu alikufa vitani, alikwenda kupigana huko kwa ajili ya dini, akauliwa. Alipouliwa baba yangu, mama yangu alipomaliza eda, mama yangu aliolewa na bwana mwingine.
lakini baba yangu kuna mali aliniachia, kuna tarika. Kwa kuwa mama yangu ameolewa na mimi ni kijana mdogo, zile mali zikawa zinaangaliwa na yule bwana. Alichokifanya yule bwana ni kuzitafuna na kuziteketeza zile mali. Alipomaliza kuziteketeza zile mali, bwana yule amenifukuza pale kwake. Nini alifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alimchukua yule kijana, akamchukua yule kijana akamuingiza katika jumla ya familia yake. Ndugu yangu, thalathatu umur tuqarribuka ila Allah fala tad'aha fi hayatika kulliha. Mambo matatu ni katika jumla ya mambo yatakayokusogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, wewe usiyaache hayo mambo katika maisha yako yote. Jambo la kwanza, arifqu bidhaifi, kumfanyia wema, kumfanyia ukarimu, kumsikitikia mnyonge. Twaiona nafasi aliyoitumia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika maeneo tunayoishi kuna watu hawajiwezi, ndugu zangu, hawajiwezi kiuchumi, hawajiwezi kiafya, hawajiwezi kinamna yoyote. Na huenda wewe unamjua mtu huyo na yuko mahala fulani. Ndugu yangu, ni fursa kwako ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na huyo mtu. Huyo mtu ni fursa dhahabia kwako. Mimi miaka nyuma nilikwenda pale Muhimbili kama mwaka 97 hivi. Kuna mambo ambayo niliona. Alikuja bwana mmoja, yeye kaletwa pale, hakuwa na ndugu wa aina yoyote, na pale walikuwa na utaratibu wao kwa kipindi kile, wanafanya uchunguzi hadi siku 3. Yaani ukipelekwa kama leo hakuna ndugu, wanakutazama siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3. Zikikamilika hizi siku 3 ndio wataitana waone nini wakufanyie. Sijaoza maini bado, mapafu yangu bado hayajaharibika ndani ya masaa 72. Thalathatu umur tuqarribuka ila Allah fala tad'aha fi hayatika kulliha. Mambo matatu usiyawache bwana. Ndio usia wangu na ujumbe wangu kwangu na kwenu. Mambo matatu usiache. Hayo mambo ya tatu muhimu sana, yatakujiongeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thalathatu umur tuqarribuka ila Allah fala tad'aha fi hayatika kulliha. Moja katika hayo matatu, arifqu bidhaif,
kuwatendea wema wanyonge, kuwatendea wema wanyonge. Shekhe, kuna mmoja yeye amepata maradhi. Baada ya kupata maradhi, mume wake alipoambiwa haya maradhi huyu hawezi kupona, hii hali itaendelea hivi hivi maisha yake yote mpaka afe, mwanamke mmoja yule mwanamume akamwacha. Baba yake alishakufa, mama yake alishakufa, hakuna endeleo huko, maana kiafya hawezi kufanya chochote. Nani atampa chakula huyu? Nani atamnunulia mavazi huyu? Ndugu wewe, ukajitokeza wewe ukawa unamjua ni huyu, ukayabeba majukumu yake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema, as-sa'i ala al-armala wal miskin kal mujahid fi sabilillah au al-qa'im al-layl as-sa'im an-nahar. Yule anayewashughulikia watu kama hao, daraja lake Mtume anaweka tashbihi kal mujahid fi sabilillah, ni kama yule ambaye ameenda kupambana kwa upanga kwa ajili ya kutaka radhi za Mungu, uso kwa macho na adui kwa ajili ya dini. Yule mtu ana malipo kiasi gani? Na huyu atakayefanya kazi hili la kumwangalia huyu dhaifu huyu, Mtume anasema kal mujahid fi sabilillah. Ndugu yangu, leo ni siku ya Eid. Thalathatu umur tuqarribuka ila Allah fala tad'aha fi hayatika kulliha. Moja katika hayo matatu, arifqu bidhaifi. Jambo la pili katika hayo matatu, ashafaqatu ala alwalidain. Ashafaqatu ala alwalidain. Ashafaqatu ala alwalidain, kuwahurumia wazazi. Leo siku ya Eid, ndugu yangu, mwenyewe umefurahi, mwenyewe umevaa kanzu mpya, mzee Abu amenunua kilemba kipya, kwa raha zake kanunua na jaketi kipya. Leo siku ya Eid, baba yako ana jaketi, baba yako ana sukari, leo mama yako ana sukari, na huenda mama yako anaishi katika maeneo yenye baridi mno, anaraba mama yako, unamhurumiaje? Nabiullahi Musa katika maisha yake alimuuliza Mungu amuoneshe mtu wa peponi hapa duniani, aoneshwe mtu wa peponi zama hizo za nyuma. Kwa kuwa nyinyi ni watu wa vitabu, mnafunua, mtakuwa mnayejua. Nabiullahi Musa ataka aoneshwe mtu wa peponi hapa hapa duniani. Allah akamwamuru Nabiullahi Musa aende mahala fulani, ambia nenda mahala fulani. Atakupita mtu mmoja anakimbia, mfuate mpaka atakapoenda India. Huyo ndio katika hawa watu wa peponi. Mfuate huyo. Nabiullahi Musa akenda, akasimama alipoambiwa, mara mtu huyo aja, akimbia, mtu ameshikilia maziwa,
ameshikilia baadhi ya vitu vingine, anakimbia, akamsalimia, akaendelea na safari yake. Nabii Musa akamfuata nyuma mpaka alipoingia mahala fulani, na yeye akarudisha, akaingia. Alipoingia anaenda kumkuta yule aliyempita amempakata baba yake. Baba yake hajiwezi, baba yake ni mgonjwa, anamlisha maziwa, anamlisha na vitu vingine, anamtapikia. Yule bwana anachukua kitambaa chake, anamfuta na kumsafisha. Thalatha kubur tukaribu kalikuwa na baba wewe, una mama wewe, au umeota tu kama uyoga? Una baba au umeota tu? Una mama wewe au umeota tu? Ashafaqatu ala alwalid. Wangapi wanawakimbia wazee wao, wanaumwa, mzee anaharisha na kujitapikia, kijana hayuko tayari kumwangalia yule baba yake. Lakini wakati yeye alipokuwa mdogo, baba yake na mama yake walikubali kutapikiwa, walikubali kunyewa, walisafisha yule mtoto wao. Ewe baba yako, mama yako ni mama yako tu, hata kama yuko kaburini. Hata kama yuko kaburini ni mama yako, hata kama yuko kaburini ni baba yako, bado ni baba yako. Munge ashafaqatu ala alwalidain. Ndugu zangu, leo ni siku ya Idi jamani. Umeota tu kama wewe. Nabii Musa anamtambua sasa, kumbe watu wa kazi hizi ndio katika jumla ya watu wa peponi. Kwa hivyo katika mambo yatakayo kukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yingine ni hili ashafaqatu ala alwalidain, kuwahurumia wazee, kuwahurumia wazazi. Hapa kwenye baba na mama, anaingia baba, anaingia mama, anaingia babu, anaingia bibi. Jamani, nimweleze huyu mheshimiwa wangu, kule kwenu kuna mbibi anaitwa Mdala Kichiko. Umepiga simu ukauliza kama amepata sukari? Hakikatan umeuliza kama amepata mboga? Hivi kuna yoyote wa kumkumbuka yule bibi? Nani atamkumbuka? Jana nilikuwa namwambia kijana mmoja, nikamwambia baba hapo atapelekewa chochote na yaani huyu kijana ni mjukuu, namwambia babu yako atapelekewa chochote na baba yako. Nani anamfikiria kwanza? Huyo wa kumfikiria tu kwako.
Waangalieni watu hao jamani, kama mna haja na pepo. Ndio unakwenda sasa, lakini ujumbe wetu wa leo ni huo. Jambo la tatu nikate tawalishe muda, wal ihsanu ila al mamluki, wal ihsanu ila al mamluki, wal ihsanu ila al mamluki, kuwafanyia wema watumwa na watu wenye mazingira magumu kama hao. Haya, katika majumba yetu tunao wafanyakazi, labda pale dada wa kazi au kijana wa kazi, unaishi naye huyu. Mtume anasema ikhwanukum khawalukum ja'alahumullah tahta aydikum. Ikhwanukum khawalukum, ay khawalukum ikhwanukum, hawa watumishi wenu hawa ni ndugu zenu. Ustadi, hawa ni wanadamu kama ninyi, wanachoka kama mnavyochoka, ati wanahitaji kupumzika kama nyie mnavyopumzika. Ni kweli kazi zake zajulikana, lakini ukamwambia bwana, wewe leo ni siku ya Idi bwana, wewe pumzika, umefanya jambo adhimu sana. Au ukamwambia kazi mbili utafanya wewe na kazi mbili nitafanya mie. Wal ihsanu ila al mamluk. Wangapi wanakatwa mishahara yao kwa sababu tu chupa ya chai imevunjika, maskini alikuwa naosha. Yaani anafanya kazi mwezi mzima, mshahara wake unakuwa umeteketea, ati kuna chupa ilivunjika wakati anaosha, kuna glasi ilivunjika wakati anaosha, wakati alipokuwa anasafisha, anafanya usafi kwenye vioo, bahati mbaya ilitokea kioo kikapasuka, anaambiwa kuna mshahara wako ni hivi, ulivyovunja hivi, maana yake ule mshahara ndio utaenda kufanya hizo kazi. Ndugu wewe, wal ihsan ila al mamluk. Ikhwanukum khawalukum ja'alahumullah fitna tahta aydikum. Faman ja'ala Allah tahta yadi falyut'imu min ta'amihi waliyulbisu min libasihi wala yukallifu ma la yutiq. Fa in kallafahu falyu'inhu, au kama qala al-Mustafa Muhammad. Jamani, leo ni siku ya Idi. Ujumbe wetu, ujumbe wangu kwenu na kwangu ni huo: thalathatu umur tuqarribuka ila Allah fala tadaaha fi hayatika kulliha. Mambo matatu yatakujongeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu wewe, usiawache katika maisha yako yote. Thalathatu umur tuqarribuka ila Allah fala tadaaha fi hayatika kulliha. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi